amelitenda nani eti jamani? Reubeni. Anashindwa kupokea baraka ambazo Yakobo anagawa kwa watoto wake wote. Kwa sababu hiyo usiwe na hukumu. Usiwe na nini eti jamani? Maana yake nini? Anakosa kibali. Anakosa kibali. Anakosa kibali. Kwa nini? Kwa sababu tu amelala na suria wa baba yake. Amemuumiza baba yake. Ndani ya moyo wa baba yake kuna maumivu. Kuna kitu ambacho baba akikumbuka moyo unauma. Kinamhuzunisha, inampa hasira, inampa ghadhabu. Yesu anasema ya kwamba mheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Anasema ya kwamba anayemtukana baba au mama kufa na afe. Kumbe wakati mwingine tunashindwa kubarikiwa, tunashindwa kupokea baraka za Mungu katika maisha yetu kwa sababu tumewaumiza wazazi. Tumewaumiza wazazi. Lazima utafakari ni katika eneo gani nimemuumiza baba, nimemuumiza mama. Usipotafakari utajikuta unaomba tu, unasali tu, kila aina ya maombi, lakini milango yako ya baraka hayafunguki, yamefunga. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali ambayo mama, baba alilia juu yako, kuna mahali ulimuumiza. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Kuna mahali ulimuumiza baba. Kuna kitu ambacho baba, mama akikumbuka juu yako, nafsi yake inainama. Hana amani na wewe. Hana furaha na wewe. Hatamani hata kukuona. Kwa nini? Kuna jambo ambalo umetenda. Pengine amekusomesha kwa gharama kubwa na ukafanikiwa, lakini hata kumkumbuke. Yuko anateseka. Kwa hivyo ni baraka. Kwa hivyo ni baraka. Je, baraka. Alafu unakuja St. Paul, tumishi nibariki. Tumishi nibariki. Hizo baraka. Niombee baraka. Zinakujaje? Baba analala njaa, anatembea uchi, hana vazi, lakini unamiliki magari na majumba. Kwako ni baraka Hakuna baraka. Na unashangaa, ni kweli una mali, una kila kitu, lakini angalia watoto wako. Umewasomesha shule za gari, lakini wamekuwa hovyo, wavuta bangi, wamechanganyikiwa. Halo? Umetumia pesa nyingi kuwasomesha. Tumia gharama kuwasomesha shule ya gari, pengine hata nje ya nchi. Lakini kwa sababu wewe hukumheshimu baba yako, hukumtunza baba yako na mama yako, wala hukuwajali wazazi wako ambao walikupata kwa taabu, walikulea kwa mateso, wamejinyima mambo mengi ili usome, ili uishi vizuri. Leo hii umefanikiwa, wala hutaki kusikia habari za wale wazazi. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Lazima utataabika. Ndio maana wengi wakija hapa lazima tuwaulize maswali wanapokuja kwenye huduma zile za ushauri. Uhusiano wako baba yako na mama yako ikoje? Baba na mama wapo? Nenda kawalete. Wengine wamewatukana wazazi, halafu nataka Mungu akubariki. Wengine pengine hata wako hapa, lakini haongei na baba wala haongei na mama. Hello? Tumsifu Kristo. Sasa unaomba nini? Kama mzazi ni Mungu hapa duniani, na kuna baraka zako ambazo amezibeba, lakini umemuumiza. Wakati mwingine unakutana na mtu anashindana na baba yake na mama yake, anatafuta haki. Lakini mtumishi amenikosea sana hivi, ameninyima 1 2 3. Sawa, sikatai. Lakini jiulize swali msingi, kweli baba amekosea, mama amekosea? Kwa hiyo baba na mama hawajakupigia magoti wewe mtoto? Tumsifu Kristo. Baba wako hajakupigia magoti? Uko tayari? Uko tayari aje kupigia magoti? Reubeni anapokea laana kwa sababu kuna eneo ambalo baba akikumbuka nafsi imeinama. Hawezi kuachilia baraka, hana moyo wa baraka. Ile roho ya baraka
sio na hukumu. Wengine wote wamepokea baraka, Dani, Naftali na wengine wote, kila mtu anapokea baraka zake kwa namna pekee, kwa namna pekee. Yakobo ilikuwa ni sekunde za mwisho, amekaribia, ni mzee, akaamua kabla hajafariki awabariki watoto wake wote. Tumsifu Kristo. Kwa hiyo kuna baraka ambazo Mungu anazipitisha zikufikie wewe. Zile baraka za Ibrahimu zina uwezekano zikaja kwako kupitia baba na mama yako, lakini sharti la kwanza kuwaheshimu, kuwatii, kuwajali. Usiwache, usiwatupe, usiwatekeleze, usiwatese. Tashangaa mtu mwingine anampiga mama yake makofi, na mpiga baba yake makofi, kisa ni mlevi. Tumsifu Kristo. Unampiga baba yako, mama yako, baba yako ambaye umetoka katika viuno vyake, mama yako ambaye umekaa tumboni kwake miezi 9, unamtukana. Hello. Hello. Hapo unataka Mungu akubariki. Hizo baraka zinapita wapi? Zinapita kwa mfano. Namna ya kuvuta baraka za Mungu katika maisha yetu ni pale tunaposhika kanuni za kimaandiko ambazo tunafundishwa na kanisa takatifu sana la Mwenyezi Mungu. Moja ya kanuni ni kuwaheshimu na kuwatii wazazi. Hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi ya baraka. Baraka na heri na miaka nyingi. Na ujaribu kumwangalia Ibrahimu, aliishi umri mkubwa sana. Ni kweli sio kweli? Tumsifu Kristo. Tumsifu Kristo. Kwa hiyo Reubeni hapa anashindwa kupokea baraka kabisa. Analaaniwa kwa kushindwa tu kuwa na nidhamu na adabu mbele ya wazazi. Hana maadili. Watoto wengine wamekuwa na kiburi kwa wazazi. Sasa tunaposema watoto, maana yake hapa kila mtoto ni mtoto. Ni kweli sio kweli? Inawezekana wewe ni baba, baba, mama, sawa, wewe ni mzazi kwa hapo kwa sababu una mtoto. Lakini ukienda nyuma yake na una baba na mama. Na ukienda tena nyuma yake kuna baba na nani jamani? Hata kama wamekufa. Lakini wamekufa, sawa? Lakini kipindi hicho kabla hajafa, mahusiano yako na baba yako, mahusiano yako na baba yako na mama yako yalikuwaje? Yana msitafakari. Kana mtu mwingine anakuambia kwamba baba yake alipokufa hata kwenda kumsika hajaenda, hata kumuona hamtaki. Hata na wazazi wengine kwamba siku nikifa mtoto fulani asisogee kwenye kaburi langu, akisogea tu nafufuka. Hello. Tumsifu Kristo. Hivi kusogea kwenda atafufuka, ataamka kwa hilo jeneza. Tumsifu Kristo. Tafakari. Maandiko yanasema ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini jamani? Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini jamani? Biblia inasema ya kwamba wanaangamia kwa kukosa maombi. Biblia inasema ya kwamba wanaangamia kwa sababu wamekosa maarifa. Kwa hiyo inawezekana ukapata maombi ya kila namna ya kuomba baraka za Mungu, lakini bado usione kwa sababu kuna kitu umemiss, kuna sehemu umemistake, umekosea. Eneo la kwanza la kutafakari ni uhusiano wako na baba yako. Kama haiko vizuri, nenda katengeneze kwa gharama yoyote. Kwa gharama yoyote. Maandiko yanasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, maana hakuna mtu atakayemwona Bwana asipokuwa na. Alafu wewe una amani na baba yako, una amani na mama yako. Kwa nini? Shida ni nini? Tekea. Hebu turudi kwa mwana mpotevu. Akachukua urithi wote ambao unamwangukia, akaondoka, akaenda nchi ya mbali. Mwambie ni akaenda nchi ya mbali. Akatapanya mali
zote kwa maisha ya anasa na dhambi. Maandiko yanasema kwamba mateso yakaingia katika nchi ile, naye akaanza kuhitaji, akaanza kuteseka kiasi ya kwamba anatamani hata kujulisha na nguruwe. Kula chakula cha nini eti jamani? Cha nguruwe. Lakini alipopata akili akasema moyoni mwake, ni watumishi wangapi nyumbani kwa baba yangu wanakula na kusaza, wakati kwa mimi nateseka na nini? Ngoja nirudi nyumbani kwa nani jamani? Ngoja nirudi nyumbani kwa nani jamani? Nimwambie baba nisamehe. Nikiri kwanza ya kwamba mbele yako baba nimekosea, na mbele ya nchi nimefanyaje? Nimekosea. Lakini ninachotaka unisamehe. Mwambie ni yako rudi nyumbani leo. Mwambie ni yako rudi kwa baba yako na mama yako. Nenda kapige magoti pale ambapo umekosea. Sema amina. Sema amina. Mwana mpotevu aliporudi, maisha ya furaha yalirejea. Yalirejea. Maandiko matakatifu yanasema ya kwamba baba yake alipomwona kwa mbali, akamkimbilia, akaenda akamkumbatia, akambusu na akaamuru sherehe kubwa ifanyike juu yake. Tumsifu Kristo. Tumsifu Kristo. Tusiwaumize wazazi wetu. Tusiwatese wazazi wetu. Hata kama kuna mapungufu na yaona, hata kama wanaligani, ni baba yako huyo ni mama yako. Hello. Hebu rudi, katika ulimwengu wa roho, rudi kule kijijini. Hebu mkumbuke baba yako na mama yako sasa. Yuko kwenye hali gani? Hapo uko hapa. Rudi tu kule kijijini. Wengine hawataki kusikia habari za wazee wao, habari za baba yake na mama yake. Hataki kuelewa wala kusikia. Jirani anakupigia simu wakati mwingine, jamani mama yako anateseka, baba yako anateseka, ni mgonjwa. Lakini wewe wala haikuingia. Unakula maisha mjini. Unategemea baraka ziko hapo Wala hazipo. Tuwaheshimu wazazi wetu. Kuna baraka nyingi ziko hapo. Kuna tunu nyingi ziko hapo kwa wazazi, kwa baba na mama. Maandiko yanasema kwamba utapata baraka, utapata heri duniani, lakini sio heri tu, na umri mkubwa. Utaishi siku nyingi katika hii dunia. Lakini angalia kizazi cha sasa. Tumewatupa wazazi. Tumeona ya kwamba hawana maana katika maisha yetu. Habari yao imeisha, nyakati zao zimefanyaje? Zimeisha. Watu wengine wanatamani hata wazee wafe mapema ili warithi manyumba, warithi mali. Wapi? Sawa, watakufa. Wewe fanya vyovyote, hata muue, lakini nakwambia kwamba tunakupa muda tu, hizo mali hautaziona tena. Itakuja nyakati za mateso kwako, nyakati za mahangaiko kwako. Sema amina. Sema amina. Namna ya kuvuta baraka za Mungu katika maisha yetu: kutii kanuni na taratibu za kimaandiko matakatifu zinazofundishwa na kanisa takatifu la Mungu. Sasa kuna kanuni nyingi. Moja ya kanuni, kuheshimu baba na mama. Kishindwa hapo, umefeli maeneo mengi. Utashangaa wakati mwingine mtu anamtoa mama yake kafara, baba yake kafara ili apate mali. Ndio, mali utapata, lakini sio baraka. Baraka sahau. Mimi nakwambia, sahau baraka katika maisha yako. Na mali zenyewe zitakuwa za muda tu. Zitakuwa na masharti nyingi au huwezi jua. Yaani nyingi wala huziwezi. Lakini nataka nikwambia kwamba ninakupa muda. Kuna nyakati za mateso zitakuja. Utateseka wewe na kizazi chako chote mpaka utaangamia. Mtafute baba yako na mama yako kuanzia leo. Hata kama una miaka mingapi, hata yaani kuna mtu yuko hapa, hata kumpigia tu simu ni kazi. Halo. Yaani kuchukua tu simu na vocha 500. Baba unaendeleaje? Mama umeamkaje? Yaani ni ngumu. Hasa kama kupigia simu ni ngumu. Kumtumia ile mboga. Hello. Hebu mwangalie jirani yako. Muulize lini umempigia baba na mama. Mwambie pasako ulimtumia zawadi. Halo.
mavuni mwenyewe. Ukaponda maisha mwenyewe na watoto wako mjini. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kumbuka pia mafanikio ulionayo, baba na mchango wake amekusomesha mpaka ukafanikiwa. Ni kweli sio kweli? Leo hutaki kuelewa. Tumsifu Yesu Kristo. Na wengine wanaenda kwa waganga, sema wamepewa masharti ya kwamba hizi mali, sharti la kwanza, achana na habari ya mama na baba, wala usiwakumbuke. Halo? Wala usiwakumbuke, usije ukatoa hata mia yako kwa baba yako na mama yako. Ila ukija kwako msasi wape, lakini pesa usije ukawapa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hiyo pesa ni baraka. Yaani mimi nina pesa, baba yangu na mama yangu wasifaidi. Wateseke wapi? Yesu baraka. Yesu baraka. Tuwatafute wazazi. Tuwatafute wazazi, tuwatunze. Tuwafanye wawe na furaha katika mioyo yao. Wanapofurahi, kwetu sisi watoto ni baraka. Kwetu sisi watoto ni baraka. Usikubali kwa namna yoyote kuwaumiza wazazi waumie juu yako wewe. Kwako wewe unayemtazama si baraka, ni laana, ni mateso, na laana hiyo, mateso hayo yatakufuata si wewe tu, ni wewe na uzao wako. Ni wewe na uzao wako. Shika hii mwana wa Mungu. Chukua hii kutoka kwangu. Na inawezekana tunapoongea sasa, inawezekana kuna eneo gumu unapita. Kuna mateso yasiyoisha unayapata. Cha kwanza, tafakari uhusiano wako na baba. Uhusiano wako na mama yako, tafakari ukoje? Ulikuwa unawasikiliza? Ilikuwa unawatii au unawatukana? Hebu sema baraka. Hebu sema baraka. Hebu sema baraka. Baraka. Baraka ya Mungu kupitia baba na mama. Zipo nyingi sana. Hiyo ni kitabu cha Mwanzo sura ya 9 aya ya kwanza hadi ya 27. Kwa hiyo hapo tunajifunza kwamba kuna baraka zinazotoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto. Zipo. Okay, tusome kitabu cha Mwanzo sura 26 aya 25 mpaka 29. Kitabu cha Mwanzo sura ya 26 kuanzia 26 aya 25 mpaka 29. Akajenga madhabahu huko. Akaliitia jina la Bwana. Akapiga hema yake huko. Ndio. Na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari. Pamoja na Ahuzati rafiki yake. Ndio. Na Fikoli jemedali wa jeshi lake. Ndio. Isaka akawauliza, mbona mwanijia? Nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nao. Nasi tukasema, na tuapiane sisi na wewe, na kufanya mapatano nao, ya kuwa hatutatenda mabaya, iwapo sisi hatukukugusa wewe, wala hatukukutendea ila mema. Tukaacha uende zako kwa amani. Nawe sasa umbarikiwa wa Bwana. Neno la Bwana. Tunamshukuru Mungu sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tukirudi katika sura ya 25, tunamuona Yakobo akibarikiwa na Isaka. Yakobo akibarikiwa na nani? Na Isaka baba yake. Lakini kumbuka ya kwamba baraka ambazo anazipokea Yakobo kutoka kwa Isaka, kimsingi kwa haki ilikuwa ni baraka za nani? Za Esau. Lakini haki hii Esau akauza kwa ndugu yake
kwa chakula cha dengu kwa sababu ya shida. Hello? Hello? Lakini ninachotaka hapa uone ni zile baraka zinazotoka kwa Isaka kuja kwa nani? Kwa Yakobo. Tumsifu Kristo. Baraka zinazotoka kwa baba kwenda kwa nani jamani? Kwa mtoto. Tumsifu Kristo. Kwa hiyo kuna baraka nyingi sana tunapowatunza wazee wetu waliotuzaa, yaani baba yako na mama yako. Kuna baraka nyingi sana, usiache hii. Sasa madhara yanayotokana kwa kutoheshimu wazazi, moja ni laana. Mwanzo sura 49 aya 4 na Mwanzo sura 35 aya 22. Hapo tumeshasoma. Tumeona kwamba jinsi gani Reubeni analaaniwa na baba yake Yakobo pale tu alipomkosea baba yake. Lakini kuna kuangamia. Yesu anasema ya kwamba amtukanaye baba yake au mama yake kufa anafanya jamani? Kufa anafanya jamani? Unaweza kufa kiroho, kiuchumi, ndoto zako zikafa. Unachokifanya hakuna mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu tu umemheshimu baba na nani jamani? Umeshinda kumheshimu baba na nani? Na mama. Anayemtukana baba yake au mama yake, Yesu anasema huyu mtu kama ni kufa na afe, sina habari naye. Sasa kama Yesu anasema kufa na afe, na wewe umemtukana baba yako na mama yako na umewapiga, pengine hauna mahusiano naye, halafu unakuja hapo St. Paul, Yesu naomba unibariki. Yesu atakubarikije wakati alishasema kufa anafanyaje? Kufa anafanyaje? Kufa na afe. Atakubarikaje kwa mfano? Kwa hiyo wakati mwingine tunashindwa kubarikiwa sana katika mambo yetu, katika maeneo ya maisha yetu, kwa sababu tumeshindwa kuheshimu wazazi. Tumewaumiza wazazi wetu. Wazazi wetu wana maumivu mengi juu yetu. Baba hataki kukuona, mama hataki kukuona. Umejiinua juu yako, umekuwa na kiburi, umemdharau, usikilizi maagizo anayekupa tena. Tuende jambo la tatu. Paka leo tumejifunza mambo mawili. Jambo la kwanza, kuishi katika kusudi la nani jamani? Ili kuvuta baraka za Mungu katika maisha yetu. Sharti la kwanza, jambo la kwanza la kufanya, ishi katika kusudi la nani? Jambo la pili, tukasema ili kuvuta baraka za Mungu katika maisha yetu ni kushika kanuni na taratibu ya kimaandiko matakatifu tunazofundishwa na kanisa. Kanuni hizo ni zipi? Taratibu hizo ni zipi? Ziko nyingi sana tunazofundishwa na kanisa. Lakini moja, tukasema kushika maagizo ya nani jamani? Ya Mungu. Yaani amri 10 na amri 6 za kanisa. Okay?